Hatuwezi kuimba umoja, hatuwezi kuimba amani kwa vinywa vyetu tu. Tunatakiwa tutoe ndani ya nyoyo zetu, tuseme kwa vinywa vyetu na tutende kwa matendo yetu. Hapo tutaweza kuwashajiisha vijana wetu wasioelewa athari ya mvurugano, athari ya mtengano, na hao ndio watatuelewa. Lakini mimi mzee wa miaka 60 ninapoanza kutukanana na mzee mwenzangu wa miaka 70, namwambia nini mtoto wa miaka 27? Mimi mzee wa miaka 60 ninapotukanana na mtoto wa miaka 25, naiambia nini jamii? Nani atamuongoza mwenzake? Tunakuwa na ulimwengu hatujui tu ni wabata au ni wakuku au ni wakunguru. Kila mmoja ana masharubu kama vile kambare. Sasa tumekuwa na ajenda zimegawika. Inaonekana kama vile kuna ajenda za watawala na ajenda za wananchi. Watawala wanapambania amani, wananchi wanapambania haki. Baadhi yao, sio wote, lakini inaonekana kwamba iko hivyo. Sasa hatuwezi kufika hapo. Lazima sote tukiimba wimbo tukubali kuuimba wimbo mmoja, na ili wimbo wetu uwe ni mmoja, kama ulivyotangulia kusema awali mwenyekiti, tuwe na common stand. Tujue sisi kama taifa, nadhani nilisema Kibwana, kama taifa tunapambania kitu gani kwa umoja wetu. Sasa haya mambo mwenyekiti, yanatokea kwa sababu ya matatizo fulani fulani yanayokuwepo kwenye jamii. Jamii ikijiona ni sehemu ya maendeleo, jamii ikijiona ni sehemu ya rasilimali, jamii ikijiona ni sehemu ya kila jambo linalohusu katika nchi, hiyo jamii itakwenda pamoja. Lakini wakitokea watu wakajiclassify, wakajiona sisi ni tabaka fulani na wale ni tabaka fulani, hilo ni tatizo. Tanzania ya sasa, tukubali tusikubali, imekuwa na matabaka yafuatayo. Imekuwa na matabaka ya wale wanaopata huruma, wanaopata upendeleo, au wanaopata labda pengine chochote kile kwa sababu aidha ya kuwa na kipato, aidha ya kuwa karibu na walioko kwenye mamlaka, aidha ya kuwa na ushawishi na kujulikana na mambo mengine. Na wenzangu na mimi, hata kama utakuwa na elimu kiasi gani, uwezo kiasi gani, kuweza kufika pahala kutahitaji ama upate mtu wa kukushika mkono, uwe na godfather, ama utoe rushwa, ama ufanye kitu kingine. Sasa nchi inayotamalaki kwenye rushwa, kwenye ufisadi, kwenye wizi, kwenye wananchi kutokuamini kama rasilimali za nchi zipo kwa ajili ya wao wote, wanaona wengine wanafaidika zaidi kuliko wengine, pengo baina ya walionacho na wasionacho linakuwa, tegemea patazuka chuki, patazuka manunguniko, patazuka watu kupambania vitu, na matokeo yake mwisho wa siku itazusha machafuko, na machafuko yanaweza yakaleta hata mapinduzi. Kwa hivyo ili tuweze kutoka hapo, turudi kwenye misingi. CCM inatawala katika nchi, inafuata itikadi ya ujamaa na kujitegemea. Katika misingi ya itikadi ya siasa ya ujamaa na kujitegemea ni rasilimali kuu za nchi au rasilimali kuu za uchumi kuwa ni mali ya wananchi. Na rasilimali kuu tulizo nazo kwanza ni ardhi. Halafu kwenye hiyo ardhi ndio tutaweza kuja kupata madini, tutapata gesi, tutapata nini, tutapata kila kitu. Hawa hapa bahati nzuri ni middle class. Ni wasomi, wachambuzi, waandishi wa habari. Ukiwauliza hawa, wewe kama wewe unafaidika nini na rasilimali za nchi hii? Kwa mfano madini, kwa mfano sijui kitu gani, kwenye mambo ya utalii, kwenye chochote, hawezi kukupa jibu la moja kwa moja anafaidika namna gani. Seuze mwananchi wa kawaida ambaye hakwenda shule, ambaye anahitaji mtu wa kumdadavulia. Sasa watu wanataka kuona thamani ya kile walichonacho. Mwananchi wa Shinyanga alitakiwa afanane na almasi. Mwananchi wa Geita afanane na madini yanayotoka pale Geita, kama ni dhahabu au ni chochote. Leo kuna madini mwenyekiti yanakwenda yanamalizika. Hatuna sera za mambo ya baadaye kwenye nchi hii. Kwa mfano, watu wa Shinyanga na almasi. Zamani almasi Shinyanga unaiokota juu. Leo almasi Shinyanga ni ya kutafuta. Yamekuwa ni madini ya dimu. Je,
wale waliochangia lile pato la taifa letu kwa kuzalisha yale madini kwenye eneo lao, yatakapomalizika wanafaidika vipi? Sasa nataka niseme, mwenyekiti, umoja haujengwi kwa maneno. Umoja unajengwa kwa imani, na imani inajengeka kwa usawa, na usawa unajengeka kwa kuheshimiana. Leo kila mmoja amekuwa anatumia ujanja, wani tunasema ile kila mbuzi anakula kwa urefu wa kamba yake. Mtu akipata nafasi ndogo tu anataka aonyeshe kwamba yeye ni nani pale alipo.